sababu ya kukosa madini katika zile chembe za uzazi ambayo yanaitwa melanini. Melanini ni madini ambayo yanakufanya ngozi yako iwe nyeusi, na yule ambaye amekosa kama mimi unapata kwamba ngozi yake mara nyingi hawaelewani na jua. Jua linapotuchapa huwa ni adui yetu mkubwa sana. Pili, hii melanini unapata kwamba katika macho pia inakuwa ni kikwazo kikuu, kwani hatuwezi kuona vizuri wakati hatuna melanini. Kwa hivyo inatufanya nasi pia tuwe katika ile kategoria ya walemavu. Ulemavu wa ngozi, vilevile ulemavu wa macho. Wengi wanapotuangalia ama wanapotutazama wanashindwa kwamba huyu naye ni mlemavu namna gani. Kwa hivyo huo ndio ulemavu wetu, na ndio sababu tunaingia katika hiyo kategoria ya ulemavu. Kwa hivyo kila siku ama kila mwaka siku tarehe 15 mwezi wa 6 unapata kwamba tunasherekea siku hii ya walemavu na ulemavu wa ngozi. Mbona ikateuliwa hivyo? Kwa sababu miaka iliyopita tumekuwa tukiona watu wenzetu wanadhalilishwa, wanauzwa, sehemu zao za mili zinaenda kufanyiwa ushirikina sana sana kule Tanzania. Kwa hivyo siku hii kateuliwa ili nasi tuweze kutokezea, tuziweze kujionyesha kwamba sisi tupo na sisi pia ni binadamu. Mbona tujionyeshe hivyo? Kwa sababu wenzetu wanaotuona jinsi tulivyo wanafikiri kwamba hawa sio binadamu. Lakini nikirejelea pale mwanzo nisema kwamba mimi ni mwalimu na ninafunza shule ya wanafunzi ambao ni wa kawaida kwa mabano. Kwa hivyo wote wanaotutazama siku ya leo, ni ombi letu kwa serikali kwamba ikiwa hii siku iliteuliwa, muweze kututambua, muweze kutujua kwamba tupo, tunaweza kufanya chochote kile ambacho wale ambao hawana ulemavu huu wanaweza kufanya. Kwanza kabisa, si eti kwamba sisi kazi yetu ni walimu tu. Tuna watu ambao wameingia katika siasa kama yule mwenzetu Bwana Mwaura, kuna wanasiasa, kuna madaktari, kuna marubani ambao wako na ulemavu wa ngozi. Kwa hivyo serikali tunawaomba muweze kututambua. Ikiwa kuna viti mbalimbali ambavyo pia mnaona kwamba tunaweza kuingia pale ili tuweze kusaidia katika maendeleo ya nchi yetu, tunapoleta stakabadhi zetu, jameni, msituweke kando, msitubaue, mjue kwamba hata sisi tuna akili kama yeyote. Kile ambacho tumekosa ni hayo madini tu ambayo si kikwazo, kwa sababu unapata kwamba kila mtu ni mlemavu, lakini kiwango cha ulemavu ndicho kinafanya nini? Kinatofautiana. Hata wewe ambaye una hiyo melanini una ulemavu wako, lakini kiwango ndicho tofauti. Tofauti tu ni kwamba sisi wetu unaonekana, lakini hata wewe una ule wako wa kidani ambao ufanyi nini? Hujaonekana. Kwa hivyo serikali, tafadhali, yeyote aliye na ulemavu wa ngozi muweze kumtambua, na yale majina ambayo labda mara nyingi tunaitwa yamekuwa kikwazo, kizuizi, eti jina zeruzeru. Ukiangalia jina zeruzeru katika kamusi ni aina ya mnyama. Ndio sababu tukachukua ili jina la Kiingereza ambalo tunaita albinism ama persons with albinism, tukalitoa. Manake jina hilo kwa kiwango fulani unapolitaja uoni kama unataja mnyama. Kwa hivyo majina yote kutokana na lugha zetu pia yanafanya tunafanya nini? Tunadhalilishwa. Hiyo ndio changamoto kuu ambayo pia tunaipata. Tunadhalilishwa sana. Kwa mfano nikichukulia kutoka mahali ambapo mimi natoka, mimi ni Mkisii, omosota. Omosota ni sahani. Sasa ikiwa omosota ni sahani, na hata kisasi cha hilo jina pia sijui lilitoka Afrika Kusini, ni watu ambao walikuwa wanadharauliwa katika jamii. Kwa hivyo hiyo ni changamoto pia sana. Tujaribu kutumia majina ambayo yatatufanya wenzetu wajue kwamba hawa pia ni binadamu. Mwisho kabisa nikimalizia, ombi langu tena kwa serikali ni kwamba kuna haya mafuta ambayo serikali yetu ya Kenya imekuwa ikitusaidia. Jamani, kuna wala hawayafikii vizuri. Kwa hivyo tuhakikishe kwamba mafuta haya yanaenda mpaka kule mashinani, hospitali za mashinani kule, labda kwa sababu ya umaskini wenzetu hawezi kuyafikia, ili waweze kuyafikia pale. Pia kuna zile nguo ambazo tunavaa kuvaa. Kwa mfano kofia ambayo nimeivaa si kofia ambayo inaweza kunizuia jua. Kuna zile kofia kubwa ambazo zinatuzuia jua, serikali pia ilikuwa inatupatia, pamoja na shati ya mikono mirefu. Siku hizi sisioni, sijui serikali ilipeleka wapi. Jamani, kuna wale ambao hawajiwezi, tunaomba kwamba muweze kuwasaidia ili waweze kutunza ngozi yao. Manake ulemavu wa ngozi sio ulemavu ambao utafanya tuweze kutengwa. Sisi ni binadamu kama binadamu yeyote. Asante. Siku hii vile nilivyosema ni siku ambayo pia tulifaa kuisherekea kwa pamoja, lakini kwa sababu ya changamoto nyingi kutoka kwa serikali yetu
hasa kifedha. Leo magatuzi mengi hayakuweza kusherekea. Tulipoanza hii siku, tulipoiteua ama ilipoteuliwa, tungeitwa sisi watu walio na ulemavu wa ngozi pale Nairobi, na kumbuka miaka miwili, tungetuma watu wawakilishi wetu watano kwa kila gatuzi waende pale Nairobi ili tuweze kusherekea kwa pamoja. Lakini sijui kulikoni, kulienda namna gani, na nimesema kwamba wimbo ni kwamba hakuna hela. Unapata kwamba leo hii siku inasherekewa kule Kilifi, na ukiangalia walioko kule Kilifi, kwa hakika magatuzi yote hayajawakilishwa. Labda ni wale tu wa karibu na pale pwani, na wengine hapa kutoka Nairobi wachache tu ambao wangejiweza wakaenda kule kutufanya nini, kutuwakilisha. Kwa hivyo serikali yetu pia ni ombi tunaomba, hii siku kama tuliitenga, je, mbona tusisherekee jinsi ipasavyo? Mbona kwa serikali yetu ya magatuzi hata iweke kila gatuzi, kwa sababu sasa hatuwezi kwenda tukasherekea mahali pamoja sisi wote. Mbona kila gatuzi angalau tutenge hela ili tuweze kusherekea, ili magatuzi yetu yote kwa pamoja yaweze kututambua. Kwa hivyo